na ilianza kwa Eve. Katika kitabu cha Genesis, Eve, Adam anafika, namwambia ni nini umefanya? Nasema hii masika ni mzuri, twende tukule. Nani alisema? Wewe jamaa tuko naye, huyu watatu huyu. Ni mzuri tukule. In that instant, kwa sababu ilikuwa jambo ambalo lilikuwa imepangwa na Mungu. Kauliza mwana Adam, uko wapi? Where are you? Akasema nini? I'm here, behind here. Niko hapa nyuma. Unafanya nini? Niko uchi. Naona ukipelekwa kwa polisi, wangapi wamepelekwa kwa polisi? Ukifika kwa crime, si mambo yote inamwagika. Ama inajificha ingine, wanakuambia kaa hapa. Unasema afande, ni kama hii kitu pata nisonge hapa. Afande, nikaa hapa. Kitambo ukaa hivi, nakwambia nini imekuleta? Amesema niliiba. Tayari umemwaga maneno na wajasema wewe umeiba. Si unaona? So wakati Adam anaulizwa, amesema maneno mingi behind the scenes that he has done. Bwana asifiwe. Haleluya. Bado Mungu alive ama ni macho ndio alive? Hebu inua mkono. Ninaboa ama inaingia? Inasi. So Timothy anajieleza kwa Paulo. Anasema wewe umekuja. Lakini sitaki haya maneno. Hawako wameelewana na Paulo, hawako wameonana, na anamwambia I don't want idolatry. I don't want adultery. Idolatry and adultery, si mnajua? Idolatry ilikuwa administer, ilikuwa imemfikia kitambo ya Paulo kufanya nini? Kufika. Na akasema I don't want idolatry. Kuna kijana mwingine ambaye alikuwa anaitwa Titus. Umesoma kuhusu Titus. These two walikuja kwa wana wa Paulo kwa jina. Leo hii, that is another question. Whom do you follow? Whom do you follow? And why? What are the end results of you following the person you identify in your life as a mentor? What is the end result ya yule ambaye unamfuata? Leo hii ndugu afungue mahali hapa senta ya wale watu wameharibika kwa pombe. Inaitwanga nini hiyo senta? Hiyo shule. Wakibomoa hapa, ndugu ameenda transfer, wamefunga hiyo gate. Mtu akikuja anasema anaenda wapi? Anaenda shule ya Kamunyweso. Lakini shule si ilienda na mabati. Mwenye kuona maono si alienda. Lakini bado itabaki kwa roho yako ya kwamba shule iko wapi? Hapa. Niwapee mfano. Mimi nilipookoka 1986. I was 11 years. Lakini kile chanzo ambaye nilifanya kuokoka, nilijua ni nini ilinifanya. Lakini sikusahau yule alihubiri na nikaokoka. Na nikasema nitataka kufuata hiyo mienendo mpaka nikuwe kama yeye. Alikuwa mtumishi ambaye anaitwa Yohana Mwini. Huyo mzee amelala kwa imani. Na Mungu alihakikisha mpaka aweke jambo kwa masikio yangu yaende mbinguni. Bwana asifiwe. Alipokukonjeka